Katika wiki za hivi karibuni, Ikulu imekuwa mwenyeji wa makundi mbalimbali ya jamii, viongozi wa kidini, wazee wa vijiji na leo viongozi wa Kiislamu. Je, mikutano hii ina ujumbe gani kwa Wakenya? Karibu kwenye Darubini la Siasa. Ati watatuchanganya. Ati wakuje tu waimbe hapo, one time, Azongo, must go, sijui nini. Ati alafu wapite. Watapita namna gani? Leo Rais William Ruto amekutana na maimamu na masheikh kutoka maeneo mbalimbali ya nchi katika mkutano uliofanyika Ikulu Nairobi. Kwa mujibu wa serikali, mazungumzo hayo yalijikita katika ushirikiano kati ya serikali na jamii ya Waislamu, amani, maendeleo na mshikamano wa kitaifa. This time round, we are going to write a vision for our nation based on the constitution, and we are going to prepare a specific law that is going to underwrite the economic prosperity and development of our nation so that we don't make a mistake again. Lakini tukitazama mfululizo wa mikutano ya hivi karibuni, kuna maswali yanayojitokeza. Kwa nini Ikulu inaendelea kufungua milango yake kwa makundi mbalimbali yenye ushawishi katika jamii? Je, huu ni mtindo mpya wa utawala unaolenga kusikiliza kila kundi la Wakenya? Kuna watu wanafikiri watatuchezea karata ya kamari, au ni juhudi za kuimarisha mawasiliano na viongozi wa jamii wakati siasa ya kuelekea mwaka 2027 zikianza kushika kasi? Kasongo must go, alafu ati wapite. Hapana, ikae namna hiyo. Ukweli mmoja unabaki wazi. Viongozi wa dini wana ushawishi mkubwa katika jamii. Salamu alaikum. Salamu alaikum tena. Wanaongoza waumini, wahubiri wa amani na mara nyingi hushiriki katika mjadala ya masuala ya kitaifa. Lakini je, mpaka kati ya dini, maendeleo na siasa uko wapi? Na mikutano hii inaashiria nini kwa siasa za Kenya? For the first time in the history of the Republic of Kenya, we are having imams engaging with their president. Hii ni Darubini la Siasa, tukiangalia siasa kwa jicho la uchambuzi, huku uamuzi ukiwa ni wako. Brian Ouma, Runinga ya KU.